kuna wanaume ambao wanawapa mimba mbu. Kabisa. Kuna wanaume wanawapa mimba mbu. Kwa sababu kuna baadhi ya wanaume akitoka kazini baadaye aende nyumbani akapumzike. Wengine wanaenda bar, wengine wanaenda Riverside pale, wengine wanaenda Sinza pale afika sana kwenye kitoro ile pale. Wengine wanaenda Manzese Tip Top pale kushoto. Wengine wanaenda hii njia ya kwenda Tegeta pale Mbezi shule pale kwa hivi. Wengine Tandika huko. Wengine Tandika, wengine kwenye ofisi. Wakikaa kule wanakuwa ngata na mbu. Sasa unapongata na mbu hivyo, kumbuka mbu ili atage mayai na azae mbu wengine, inabidi apate damu. Ya mnyama au ya binadamu. Kwa hiyo wewe mwanaume ambaye unangatwa na mbu, mbu anatumia damu yako kama virutubisho ili atage mayai wazaliwe mbu wengine. Wale mbu watakaozaliwa ni watoto wako wewe mwanaume. Kwa sababu kwa damu yako. Yaani mtu anakungata wewe, atachukua damu yako kama virutubisho, atataga mayai wakazaliwa mbu. Bila damu yako yule mbu asingeweza kuzaa mbu. Kwa hiyo mbu unaona umezaliwa kwa msaada wako. Ina maana mbu sasa ni watoto wako wewe mwanaume ambaye umengatwa na huyo mbu. Kwa hiyo na ndio maana tunashauri sasa ni vizuri zaidi kama kuna lazima kutembea usiku usitembee usiku. Lakini pia kama kuna lazima kutembea usiku basi vaa nguo ambazo zinafunika mwili wako wote, usingate na mbu. Usiwe kichocheo cha kutoa mimba. Usiwe mzalishaji. Ndio. Au kama maeneo unayoishi kuna madimbi basi ondoa haya madimbi, mbu wasiweze kuzaliana pale. Lakini pia ni jambo zuri zaidi ukapanda mchaichai, kwa sababu mchaichai mbu hapendi harufu ya mchaichai. Ukipanda mchaichai kwenye mazingira yako ya nyumbani, mbu wataondoka, itakusaidia kwa vizuri kabisa. Lakini pia lala kwenye neti, wengine wanatumia pia feni kufukuza mbu, pia sio jambo baya. Kwa hiyo kama kuna ulazima wa kutembea usiku, basi kaa nyumbani utulie familia yako, ni jambo bora kabisa. Kwa sababu kuna baadhi ya hata wanaume akitoka kazini anarudi nyumbani saa 4 usiku, saa 5 usiku, saa 1 asubuhi shana kazini. Hata watoto wake hawamjui, hawajai kumuona. Kwa hiyo sio jambo zuri sana. Wanaume pia jengeni utaratibu kama mnakaa na watoto wako. Ukitoka kazini wa nyumbani kaa na familia yako, ongea mjajenge. Watoto wako na wapate pia waone uwepo wa baba. Kwa hiyo wanaume waache kutoa mimba kwa mbu. Wanawapa mimba mbu. Wanawapa mimba mbu. Kwa njia ya kutoa damu, alafu mbu anaitumia hiyo damu kuzalisha mbu wengine. Maana watoto waliozaliwa wa mbu, kwa sababu kwa msaada wa damu yako imani ni wako. Kwa hiyo warudi nyumbani mapema. Wakapumzike, lakini jiepushe kutembea usiku, vaa nguo ambazo zinafunika mwili mzima, usafishe mazingira yako nyumbani, mbu asizaliane. Usiku lala kwenye neti au kama haiwezekani basi hata feni. Fanya kadri unavyoweza. Siku ziko njia nyingi sana za kuweza kufukuza mbu. Hakikisha unafukuza mbu wasikungate usije kupata malaria ambayo inaua karibia watu zaidi ya 1000 ndani ya bara la Afrika kila siku. Watu zaidi ya 1000 bara la Afrika wanakufa kwa malaria kila siku. Naam.